Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru tena Mungu kwa ajili ya siku ya leo, wakati huu na saa hii amenipa neema na kibali kuweza kuzungumza na watu mbalimbali kupitia channel yetu pendwa kabisa ya Neno la Mungu. Yamkini uko bara la Afrika au uko bara la Marekani. Siku ya leo Bwana amenipa ujumbe maalum wa kuweza kuzungumza na wewe, kutambua ya kwamba ni jinsi gani tukaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, tofauti na maisha ambayo tulikuwa tunayaishi kipindi ambacho hatujaokoka. Lazima tuwe na badiliko ambalo litakuwa sababu ya wengine kumwamini Yesu, au litakuwa sababu ya wengine kumjua huyu Mungu tunayemtumikia. Kwa sababu kabla hatujaokoka au kabla hatujaamua kuishi maisha tunayoyaishi leo, ina maana kwamba kuna maisha tofauti tulikuwa tunayaishi. Yamkini tulikuwa tunafanya vitu vya ajabu sana, mambo ya ajabu, vitendo vya ajabu. Lakini baada ya kumkiri Yesu, tukaamua kubadilika na kuachana na hivyo vitu. Sasa unapoendelea kudumu katika dhambi, hali ya kuwa tayari umeshamkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ina maana kwamba unapofanya dhambi, unamrudisha Yesu msalabani. Hilo likukae kichwani. Kwa sababu kuna watu wengi tunafanya mizaa. Baada ya kumkiri Yesu Kristo, tunaendelea kudumu katika dhambi na mambo maovu. Haitatusaidia, lakini ni lazima tuwe na badiliko la kweli litakalomvuta mwingine aje kwa Yesu. Lakini maisha tunayoyaishi leo, vitendo tunavyofanya leo ni tofauti kabisa na mpango wa Mungu. Sasa siku ya leo na somo ambalo linasema kwamba badiliko baada ya kuokoka. Badiliko baada ya kuokoka. Mkristo unapookoka, kinachofuata ni kuwa na badiliko. Lakini kama huna badiliko baada ya kuokoka, bado hujaokoka. Rudi tena, nenda katubu, ombewa tena sala ya toba, uokoke upya. Kwa sababu hakuna ushirika kati ya nuru na giza. Hakuna mahusiano yoyote kati ya mtenda dhambi na neno la Mungu. Hakuna mahusiano. Kwa hiyo unapookoka, kinachofuata ni badiliko tu. Ili uweze kuishi maisha matakatifu, ni lazima upokee badiliko la kweli ndani yako. Kwa sababu hilo ndilo litakalokupa uwezo wa kuishinda dhambi. Badiliko utakalolipokea ndilo litakalokupa ujasiri wa kuendelea kulitangaza neno la Mungu kwa ujasiri. Badiliko utakalolipokea ndilo litakalokuongoza katika kutenda haki. Badiliko utakalolipokea ndilo litakalokufanya wewe uwe mbali na dhambi. Lakini kama hautakuwa na badiliko baada ya kuokoka, hautaweza kuishi maisha matakatifu, kwa sababu bado upo kwenye ile formula ambayo ulikuwa unaishi hapo kabla. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapozungumza kwamba wokovu ni gharama, unatakiwa kujikana. Unatakiwa kumwamini Yesu kweli. Usifanye maigizo ili uweze kulipokea badiliko. Watu wengi wamekuwa wakifanya maigizo, lakini kweli ndani hawajaokoka. Lakini unamuombea sala ya toba mtu, anakiri mwenyewe, lakini bado badiliko hajalipata. Kwa sababu gani? Kwa sababu hajafanya maamuzi. Hajaamua kwelikweli kubadilika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya kuokoka, Mkristo ni lazima uishi maisha matakatifu. Hakuna njia nyingine pekee itakayokuwezesha wewe kumuona Mungu nje na utakatifu. Hakuna mahali pengine patakapokuwezesha wewe kuiona mbingu nje na utakatifu. Kwa ni lazima tuwe watakatifu, kwa maana yeye aliyetuita ni mtakatifu wa watakatifu.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usalama wako, ili uweze kufika mbinguni, ili uweze kumwona Yesu, utakatifu uwe sehemu ya maisha yako. Unapofanya dhambi unamrudisha Yesu msalabani. Unavyokwenda kinyume na agizo la Mungu unamrudisha Yesu msalabani. Na kumbuka kwamba dhambi imefiwa mara moja tu, kinachofuata ni hukumu. Yaani Yesu alikufa mara moja kwa sababu ya dhambi ya mwanadamu. Usitegemee tena kuna kifo kingine kitakuja kutokea kwa sababu ya ondoleo la dhambi kwa mwanadamu. Damu ilimwagika mara moja. Kinachofuata ni mtu kutembea katika utakatifu, utaua, uaminifu. Ili tuweze kumpendeza Mungu ni lazima tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuache mazoea katika swala la utakatifu. Ili tuweze kumwona Mungu ni lazima tuwe watakatifu. Ili tuweze kutembea na nguvu za Mungu ni lazima tuwe watakatifu. Ili tuwe vielelezo kwa jamii zinazotuzunguka ni lazima tuwe watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tukiwa nje na utakatifu hatutaweza kumwona Mungu, kwa sababu ukisoma maandiko nasema kwamba maovu yenu yamewafarakanisha ninyi na Mungu wenu. Dhambi zetu zinatufarakanisha na Mungu. Uovu wetu unatutenga na Mungu. Kuna umuhimu gani wa wewe kuendelea kudumu katika dhambi baada ya kuokoka? Kwa sababu tulikuwa tunaishi maisha ya dhambi hapo kabla, tulikuwa hatujaokoka, hatumjui Mungu, tulikuwa wapagani. Tuliteseka sana. Tuliona duniani ya kufai. Mpaka inafika wakati unatamani ufe kwa sababu ya vitu vinavyoendelea duniani. Shetani anatubuluza sana kule duniani. Lakini baada ya kuona yote hayafai, tukaona kwamba hayana umuhimu kwenye maisha yetu, tukaamua kukimbilia kwa Yesu. Tukijua ya kwamba kwa Yesu kuna usalama. Tukijua ya kwamba kwa Yesu kuna amani. Tukijua ya kwamba kwa Yesu liko pumziko. Tukijua ya kwamba kwa Yesu ndiko kuna utakatifu wa kweli. Kwa Yesu hakuna dhambi, kwa sababu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Baada ya kuokoka umezaliwa na Mungu upya. Umeondoka kwenye kifungo cha dhambi. Umeondoka kwenye utumwa wa shetani. Umeamua kuzaliwa upya na umeamua kuishi maisha tofauti na maisha uliyokuwa unaishi mwanzo. Kwa hiyo ni wewe kutembea katika utakatifu. Ni wewe kutembea katika neno la Mungu, agizo la Mungu. Ili uweze kumshinda shetani ni lazima uishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hatutaweza kuiona mbingu nje na utakatifu. Hilo ulitambua. Na hakuna mbingu ambayo haina gharama. Gharama ipo. Mojawapo ni kuishi maisha matakatifu. Mungu atusaidie sana. Kanisa, Mungu atusaidie sana. Watumishi wa Mungu, Mungu atusaidie sana. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za kuwa macho, kwa sababu mambo maovu, vitu viovu vimekuwa chukizo kwa Mungu wetu. Tunaweza tukaomba tusijibiwe, lakini ni kwa sababu ya uovu tulionao. Tunaweza tukaona mwaka huo ni mwaka wa shida, lakini ni kwa sababu ya uovu tuliofanya. Ndio maana inafika wakati Mungu anashindwa kutusaidia, kwa sababu hatumrudii, kwa sababu hatunyenyekei, hatuishi maisha ambayo anayataka yeye. Tunaishi kama tunavyotaka. Lakini huku kuishi kama tunavyotaka tunajiondoa katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu anasema atendaye dhambi huyo sio wa Mungu na wala hakuzaliwa na Mungu. Kwa hiyo tunapofanya dhambi na maana kwamba Mungu anatutenga.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni lazima tuwe watakatifu na tuishi maisha matakatifu. Tukiangalia kwenye kile kitabu cha Timotheo wa kwanza, kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 20. Timotheo wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 20. Biblia inasema kwamba wale wadumuo kutenda dhambi uwakemee mbele ya wote, ili na wengine waogope. Biblia inasema kwamba wale wadumuo katika dhambi uwakemee ili wote waogope. Kwa hiyo kuna watu ambao bado wanadumu katika dhambi, wamemkiri Yesu lakini bado wanadumu katika maisha ya dhambi, bado wanatembea katika giza, bado wameondokana na ile nuru kwa sababu ya dhambi, bado hawamuoni Mungu kwa sababu ya dhambi. Na ndio maana Biblia inasema kwamba maovu yetu yametufarakanisha na Mungu, kwa sababu dhambi zetu zimetufarakanisha na Mungu. Dhambi zetu zimefika mbele za Mungu, dhambi zetu zimemfikia Mungu. Tunaomba lakini hatuoni kwa sababu ya dhambi zetu zimetuwekea wigo, maombi yetu hayafiki kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni lazima tuwe na maamuzi yatakayotusaidia sisi kuepukana na dhambi. Tukubali kuishi maisha ya utaua, tukubali kuishi maisha matakatifu ili tuweze kumuona Mungu. God bless you. Mungu abariki sana. Niite mwinjilisti Jackson Samson. Nipo kwa ajili ya kulieneza neno la Mungu kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu ananiongoza, na Mungu kunipa neema na kibali kia napoitwa leo. Mungu awabariki sana. Mungu awabariki sana. Niwatakie wakati mwema.